leo biko ukavu pa. Banaleta publicity, banapatia watu pesa. Na kuma telefoni kuma tumia. Wakamwambia sasa condition tujiunge na sisi. Shetani anasema kule kwa kaotiki ya makuta, acha niende, anaenda kisikali na vyake vyote. Hatuwezi nyamaza. Tutasemesha ukweli wa Mungu. Yule mwenye anasikia kusikia atasikia na ataokolewa. Na wewe kupenda kusikia bila kuona. Mimi nakuombea Mungu akusaidie. Nakuombea Mungu akuinue. Nakuombea Mungu usikamatie mitego ya shetani. Nakuombea Mungu katika mchana wa leo. Mungu akulokote. Mungu akuepanye. Mungu asaidie nafsi yako. Usingepotea juu ya anasa ya dunia. Katika itakusaidia nini mwanadamu apate dunia yote? Ambia mwenzako evite kiburi. Mtumishi anaweza kwa programu, niko na programu fulani unazarau. Unafanya jeuri, unajipa rezo. Kumbe ni shetani iko anakutia hila ndani yako ili apate kupoteza vizuri. Mtoto wa Mungu utamjua ni mtiifu. Anaendelea kupata kila kitu, anaresponde mwito wa baba yake. Et si je comprends, kuna bakristo ya dimanche, kuna bakristo ya kati ya semaine. Yana kwa dimanche akui, mwingine anataka kwa semaine tu aonewe. Ndio bali kuna confusion kubwa mbele ya Mungu, uvumilivu yako iko nguvu kuipata. Mungu akishokono kuna kuya pia kaendelea fulani, atakapindika kaendelea kuna kuya, au utakaona. Usiki mimi nakwambia kilichokuwa kweli. Asema kula kote ya kichafu. Waongo, washarati na kadhalika, balevi hawawezi wakaingia. Kwa sababu ndio siri. Quel Seigneur nous aide vraiment. Asema jina lao iandikwe kwa kitabu cha nini? Kama jina yako inaandikwa mama kuna Aisha. Simama kwa tuombe. Ya Mungu. Asema dakika alipo hekalu ya Mungu atafanya nini? Atamwaribu. Kwa nini unasema Mungu aangalie Mungu? Uitege kulevi, uitege kusharati, uitege sio kuizi. Mara moja hekalu inaharibika. Sasa inaharibika, maandiko yanasema kila mtu ataletwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo na matendo yake ya mwili, au kama matendo ya roho, matendo ya mwili. Bongo iko mkiroho, bongo si kimwili. Usharati iko mkiroho, siku ni mkimwili. Kuzungumza kwambia sema mwili haitaenda mbinguni, vya kukula vya kukunywa vitakuwa, tulewe tufurahi tufanye hiki. Sawa. Mahubiri ya uongo, manabii ya uongo, kazi yao kufungia watu njia wasione mbingu. Ifo mwili kwenda alcohol, ifo kunywa. Hata maandiko yanasema Timotheo kuna maumivu ya tumbo, kitadike ni pombe au c'est le Saint-Esprit. Manque de révélation banahubiri watu vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Laisse-moi le temps de dire peuple de Dieu. Maandiko yanasema siku ile tutatiwa mbele ya Mungu. Matendo ya mwili itawekwa wazi na itaonekana wazi. Sasa jiulize, kwa hali huko nini itaonekana kwako? Tuende kwanza Mezali sura ya 11 ine mpaka 6. Proverbe chapitre 11 le verset 4 à 6. Tunasoma kwa jina la Yesu. Mali hazina faida kwa siku ya ghadhabu, lakini haki inaokoa na mauti. Haki ya mkamilifu itaongeza njia yake, lakini muovu ataanguka kwa uovu wake mwenyewe.
haki ya mwenye haki itawaokoa, lakini wale wanaotenda kwa hila watateswa kwa hila yao wenyewe. Amen. Sema amen. Mbingu iko nitika amen. Hata unakataa kuitika amen juu unapenda niwaambie mtabarikiwa hapa kama kila mtu analukaluka. Emui amen haikuwaki. Nikisema pokea délivrance au je reçois. Donc pokea neno ikutransforme. Unajua mtu anapokuwa kile unasikia. Amen. Sio unasikia neno tu uko transmission ingia kwa interior yako. Kiundani yako inaenda kubadilisha. Amen. Biblia inasema mali hazina faida kwa siku ya adhabu. Amen. Wewe mali uko unajivunia. Pesa. Magari. Manyumba. Asema ile siku ya adhabu haina faida, haina kusaidia wale kutetea, haiko. Sisi leo tunaona mtu akipata makuto kwenye dossier, hata hivyo kosa sheria, hata kosa sheria. Hata ni kuwa wakufungwa, hata fungwa jiko na nini? L'argent, les racines de tout le monde, mais les chiffres de tout le monde. L'argent inaleta majibu kwa kila kitu, na inaangusha watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asema siku hiyo ya adhabu mali haina faida, wala hakutakuwa corruption mama, au takorompe Yesu na milioni yako. Sasa mimi niko na mabilioni ya madolari, Yesu bebe ulipitishe jamais. Parce que hapa mkitabu cha 2 Corinthiens 5:11 inasema nini? Tutawekwa mbele ya kiti cha hukumu chake Yesu matendo yetu ya mwili. Usitumenia sema kama kitabu itakusaidia. Maana tunasema hapa haiwezi kukusaidia. Wala haiko kujulikana sana kwenye dunia ndio itakusaidia. Hapana. Wala haiko ile business yako ndio kutetea. Hapana. C'est pourquoi maintenant même si on anatumika, arrêtez tafuta uso. Même si uko na kazi, kuna siku tu nasema hii kazi nitaiacha. Nikaiacha nitakuwa wapi? Wengi sana wanapata makazi kisha wanaripikia mkazi. Alikuwa ana kazi iko Mkristo. Alikuwa na kazi iko mwaminifu. Alikuwa na kazi ya nidole kwa Mungu. Mende alipata kazi marezo ina yangu. Sio maana Mungu anapenda kuacha watu wa mingi wakose. Ndio anajua akiwafanya mnapata mtamsahau. Sio maana leo Mungu analia ndoa. Ukapata tu kabose kama hivi. Unakosa nini kanisa kabchafu. Unaona katala kuya hapa sasa. Ule bazela ndani chini. Siku alivyo yake. Masoli kasema ni pale nilishwa neno la uzima. Kanisa haifate majengo wala mapambo. Ni kanisa nzuri ya Kristo ni fasi wanahubiri neno la uzima, neno la wokovu, fasi wanakukaribia dhambi na namna kumwona Mungu. Sio kanisa la Kristo. Na sio mahali ambaye Bwana anaitamani na anapenda watu kama wale. Basi tunasema Mungu akuinue, Mungu akupe kazi. Kama unakosa mbili, aujourd'hui j'enseigne Luc 9, 23 à 26. Luc chapitre 9. Un iPad. Luc chapitre 9. Chapitre 9, 23 à 26.
chapitre 9 23 à 26. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Akawaambia wote, kama mtu akipenda kuja nyuma yangu, ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake kila siku anifuate. Kwa maana mtu yeyote anayetaka kuokoa roho yake ataipoteza, naye anayetaka kupoteza roho yake kwa ajili yangu, huyu ataokoka, ataokolewa. Kwani ni faida gani kama mtu akipata dunia nzima na kujipoteza mwenyewe, au kupata hasara ya roho yake? Sababu kila mtu atakayeona haya juu yangu na juu ya maneno yangu, Mwana wa Watu ataona haya juu ya mtu huu siku ile atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba yake na wa malaika watakatifu. Amen. 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 Mungu akubariki sana. Amen. Le verset 25 inasema nini? Asema kwa nini ama kwa faida? Kwani ni faida gani kama mtu akipata dunia nzima na kujipoteza mwenyewe, au kupata hasara ya roho yake? Tunasema akawaambia, kama mtu akipenda kuja nyuma yangu, ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake kila siku anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani shuta tushaka watu mbana kuambia usi yake tena. Le temps de Dieu, c'est le temps de respecter. Usikwe mateka bure wa shetani. Hatuna haja ya mtu kwenda kwa mikono ya shetani. Maandiko yanasema unapokuja kwenye misa, mkuu wako iheshimu mahali patakatifu. Kama wewe una shida ya neno na kuna mwingine ana shida ya neno, kama unazidi kunapita saa vile filimbi, kuko siku utajikuta uko na lungula moto, unakuwa unasema nilikuwa na niliwaka hii maneno. Leo ukiangalia wengi wako hapa, mtu anakuambia ataishi je, atafanya je, atafsio alete toi. Mwenye anaamini Yesu aje kweli hawezi teseka. Kweli kukanisa kuko kwa masikini, lakini haiko sawa mpagani. Israeli nikala mchango wa 40 mapatalo yako walikuwa na bomo ya mweme kupasuka. Utaweza changalia, hauna konte kubanki, hauna sinyatire kuleta, me huko naanza mwaka unamaliza. Ulianza mwezi wa kwenda hospitali, kuna mwingine kwa makuta kumweza nenda kwa daktari. Mewe mwezi uko naisha uko na hospitali. Huko unaweza sema tu mwaka 4 mois. Mtoto ukigonja paracetamol inakuponya. Quelle grâce! Quelle grâce! Unakula chakula yote. Huko mwingine akulake mboka yenyewe unaikula. Huko mwingine alake samaki tomsema uko unakula yeye akulake. Quelle grâce, quelle bénédiction! Kazi nenda kila siku, mwingine ana nguvu ya kukata na mubiro. Anakwambia no. Appelle-moi médecin, appelle-moi vite. Facture kiloko ni $200, $3,000. Nende kosi fulani. Kwenda kikurudia je, $1,000 inapotea soin. Mtu anapata kabuzima. Meweye. Kusho nasema, ifo tutafute maisha. Maisha ya kwanza ni afya Mungu anakupa. Maisha ya pili ni wokovu ambao unapata. Sasa unapaswa kuichunga. Biblia inasema wazi, anayependa kumfuata Kristo ajikatae mwenyewe. Watu wapende kujikataa, kujimini inapita, kujipenda kunapita.
kabisa ni maadili ya siku za mwisho. Asema wengi watajipenda wenyewe. Nakuta mtu anajipenda penda, Mkristo anajipenda penda, mkanisa anajipenda penda, mkazi, msoko. Hapo utasema huyu ni Mkristo au sio Mkristo? Asema ule atapenda kuokoa moyo wake kwa yeye mwenyewe, ataipoteza. Tuiba kwenda kutafuta madawa au protection, au ni kuna potea, au ni kuwe hivi, au mashini loke. Bado unapenda kuokoa roho yako, utaipoteza. Oh, angapo ndio wanatulindaka mishimu ya mababu, utapoteza uzima yako. Asa mwata itika kupoteza uzima yake juu ya dunia, ndio ataipata. Kuamini Yesu ni riski. Kumtumikia Mungu ni riski. Kile riski rien na rien. Il faut risquer. Ndio utaona kama unapata au unakosa. Kuishi nasema itamsaidia nini mtu apate dunia mzima, apate mali yote, kisha apoteze uzima milele, kisha apoteze moyo wake, kisha apoteze njia ya haki? Itamsaidia nini? Kinini kinaweza kusaidia ukuwe na kazi ya $200 au ya $3000, kisha wanakuambia bwana yako ni imbwa? Anafanya mariage na nyama, anamwambia unapata autant chaque fin du mois, utalipwa autant. Sabi tengia huko. Usipokuwa kwa mapenzi ya Mungu na usipokuwa na neema ya Mungu, utaenda. Tulikuwa kumanyema kule, nikaona c'était en 2013 au village Mamoya Salamabila. Kile ile société mwelikuyaga, zile société na kile maumbo ya kuwinda, machin de chasse, ilikuwa nafukuza watu kule kumilima, ilikuwa kubeba maoro ya wazungu. Ile maimbo ilikuwa napewa wanawake, mbona badala wazungu ilikuwa nalipwa chaque mois. Usiku na muka dada anafala nguo bien, anabeba ni mugari ya batravailler, kumbi anaendaka kutembea na imbwa. Mchomba na yake, ona mbwa pata hapa. Hiyo kama mtu adamu aende kusali kilomita, atafikiza basi. Maana anakutia meno hapo. Hata kuacha. Wewe tu ile umuntu wa kiumbo hapo. Kiu kiasikia kufia mtu atoko wapi iko na wewe anasambala. Wewe mjilipo. Tu akakukamata. Baka kisi atafika na wewe basi. Na basoda ya basi liko linazunguruka wakasikia nini wanasema tunataka kraka na kutia mgari kwa. Mais après ville, il faut maintenir la parole. Matume ndio on na tume wa imbwa. Mais dada netika akuwa engagé atendaki na imbwa. Kama uyaona maajabu, utaiona ndio utasema dunia iko ya maajabu. Mara unasikia mahistoire huko sasa, kusikia anakuambia makuta hii, lakini seule condition unaitika kuwa mtu wa free mama au uitiki. Kazi unaitika wala hivi ndio inasema toka. Ndio niko tayari. Ile kitu akaipata anasikia nipatie nimero. Bado afema sone barakia kukambia kwa publicité hapo. Na wanakabulia watu pesa. Nasema jua msaada ya hivi tu. Kusema na posti kuma reseaux sociaux na manamba yako na nyumba yako na makristo yako. Biko wanakula sema tuko hapa Bukavu, una msaada ya pesa, unataka kujiunga nasi, njoo. Wewe kulala, haupende kulamuka kwa neno ya Mungu na maombi.